Kaka, hongera na mchezo kwanza. Shukrani sana ndugu yangu, shukrani. Matokeo umeyapokeaje? Ushindi, Yanga kila mechi anashinda. Tumeshukuru kwa sababu tumepata alama 3, inabaki michezo miwili tutetee ubingwa wetu. Magoli 3 yasiokuwa na makando kando. Yanga tumeshinda usikimu mwamuzi akiwa man of the match. Yanga tumeshinda ukoona red card. Yanga tumeshinda ukoona penalty. Yanga tumeshinda ukoona dakika za nyongeza za kuboa. Kwa hiyo elewa ushindi wa Yanga ni ushindi wenye furaha kweli kweli. Watu wamecheza viporo vinne hapa, lakini dakika za nyongeza ukizikusanya unapata 45 za kwenda kucheza mechi nyingine ya ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo sijui unanielewa. Umeniogopesha kama unakuta man of the match referee. Mechi za Simba man of the match anakuwa referee. Kama sio referee kuna kadi nyekundu 2, kadi nyekundu 1, za njano 3, 4, 5, za nyongeza ndo mama zinaenda mpaka 15, 20. Kwa hiyo elewa ushindi wa Yanga ni ushindi wa dakika 90 na ushindi ambao umepambaniwa kweli kweli. Angalia goli la Magician Stefano Aziz Ki, angalia goli la Max Nzengeri, angalia goli la Prince Dube. Ni magoli ambayo unaona kabisa magoli kweli ya mpira. Kwa hiyo jua kutofautisha levels. Sio Yanga tumeshinda. Yanga tumeshinda tukiwa tumerelax bila pressure yoyote ya mwamuzi. Kuna tukio limetendeka kila baada ya goli, watu wakifunga mashabiki kwa kelele wanapiga kwamba hatuchezi. Hii kauli ikoje? Kwani wewe hii kauli inakushangaza? Mbona msimamo wa Yanga ni karibu miezi miwili imeshapita. Yanga msimamo wao ni mchezo namba 184, hawachezi. Labda kama wewe ndio umekuja mpirani leo ukao na washangao mashabiki ambao wanashangilia kila baada ya goli, wanasema Yanga hatuchezi. Lakini msimamo wa Yanga uko pale pale, hata kama wasingeshangilia hawachezi. Msimamo wa Yanga uko pale pale, hawachezi na wana mpango wa kucheza. Mnasema hamna imani na TFF lakini mechi za ligi mnacheza. Kulikoni kwamba una imani na mtu lakini bado unakula chakula chake? Ataalamu imekaaje? Hatuna imani na TFF lakini hatujasema kwamba hatuchezi michezo mingine. Tunacheza kwa sababu mchezo ulioleta shida ni mchezo wa Simba na Yanga. Michezo mingine ilikuwa inachezeka. Kwa hiyo hilo swala la kutaka Yanga agomee hiyo michezo mingine ni kutaka tu kutugombanisha na mamlaka. Sisi Yanga mpango wetu ni huko pale pale, hatutacheza na Simba tena ligi kuu ya NBC kwa msimu huu. Hiyo kucheza na timu nyingine sasa hiyo haikuhusu. Hiyo utakuwa sasa unaanza kuwapangia Yanga na kuwapanda kichwani. Na Siboni, pengine ndoto zenu nyinyi ama malengo yenu pia ni kutoa wabingwa wa taji la NBC Premier League. Hamwezi kupata hicho kitu bila kucheza michezo yote 30. Sasa sio matamanio wala sio ndoto wala sio nini. Yanga kushinda ligi kuu ya NBC imekuwa kawaida. Tukishinda this time tunakuwa ni mara ya 4 mfululizo. Sisi tunataka kutetea taji letu. Hiyo kiu sijui nini ndoto achana nazo. Sisi Yanga tuna mpango wa kutetea taji letu la ligi kuu ya NBC. Kitu ambacho tunakaribia, bado mechi mbili, bado mechi ya Tanzania Prison kule Mbeya, bado mechi ya Dodoma Jiji hapa KMC Complex. Kwa hiyo kwenye mechi mbili Yanga na utafuta ubingwa ni mechi chache sana na pengine tuko karibu kuchukua ubingwa. Kule kwenye CRDB Federation ni lazima tu Yanga tutachukua ubingwa. Kama Azam hayupo ambaye anatusumbua, sidhani kama kuna mpinzani mwingine wa kutusumbua. Na mpinzani ambaye tunamtazamia kule mgumu kweli kweli ni Singida Black Stars. Lakini wengine hao ni wapinzani ambao hawatishi wala hawaogopeshi. Okay, lakini pia ukitazama mchezo leo na tumeona ulikuwa ni mchezo ambao dakika za mwanzoni kwa una ushindani sana. Baadaye mabadiliko yakafanyika. Yes, mchezo wenu dhidi ya Namungo. Ukiangalia jinsi ambavyo mlikuwa mnacheza, tumeona amepata ushindi wa goli 3. Kuna zile kelele ambazo watu wanasemaga Yanga wananunua mechi. Ndio hii kama mmewanyamazisha hivi. Wao wameshinda 5 dhidi ya Pamba Jiji. Hakuna mtu ambaye amesema amenunua.